yule mpokea wageni alipomtupia jicho. Mashauri hakupenda jinsi alivyomtazama, lakini hakuwa na budi ila kugonga. Alimaliza kinywaji kile. Akrafu za saa iliyotundikwa ukutani zilitangaza saa 10 jioni. Aliagiza kinywaji kingine. Sasa alijivunia kwa pupa, huku kichwa kikimwaka kwa wingi wa mawazo. Alimtazama yule mhudumu, akamwona bado anamtazama kwa njia isiyopendeza. Alipotimia saa 10:30, Mashauri aliona asiyotaka katu kuyaona. Alimwona babake akishuka kutoka orofa ya juu. Mkononi amemshika Cheia kama mkoba. Wawili hao walishuka ngazi taratibu. Walikubatiana na kunong'onezana maneno ambayo ni wao tu walioyafahamu. Mara wasimame kwenye ngazi wacheke, mara wapigane pambano. Mashauri alisimama huku akisononeka moyo. Aliwatumbulia macho kama aliyemwona ibilisi na mkewe. Mashauri alitembea taratibu hadi kuwafikia. Aliendelea kuwakondolea macho. Kinywa chake kilikuwa kikavu, kikakosa kutoa neno hata moja. Waliinua vichwa kumtazama. Cheia alimwachilia mzee huyo, akampita Mashauri mbio na kumpiga kumbo karibu amwangushe. Alimwaga nyayo na kutokomea bila kutamka neno. Alimsikia Mashauri akimuuliza, "Hapa ndiyo kazini?" "Nijibu wewe kiokote. Hapa ndiyo kazini." Mashauri akamgeukia mzazi wake. "Jinsi nilivyokuheshimu baba, leo wanila kivuli. Kazi zote ulizonituma kufanyia alipo ni haya?" No, si hivyo unavyofikiria. Listen sana." Sagilu alijaribu kumweleza, lakini Mashauri hakutaka kabisa kumsikiliza. Alimwambia, Kuanzia leo mimi sikutambui kama mzazi wangu tena. Kama ni urithi wako, mpelekee Cheia ukaishi nao. Don't call me wasane wageni. Unasikia?" Mashauri alifoka na kutoka pale mbio. Yule mpokea wageni alitazama sinema ile ya kushtukiza bila kutamka neno. Aseme nini na haja yake ilikuwa pesa? Sagilu alimfuata mbio amsikilize, lakini Mashauri alijitoma kwenye teksi akafuuza mbio kutoka pale. Sagilu akaamua kuingia garini kwenda kumsaka Cheia alikokimbilia. Mashauri alijawa na hamaki sana. Makusi yaliyomfika hayakuwa na mfano. Alifuuza hadi nyumbani kwa Ngoso. Huyu aliishi kwenye kasri kubwa ya peke yake mtaani Majuu. Aliishi maisha ya fawaishi. Hakushughulika kujisuluhisha na kazi. Yeye ndiye aliyekabidhiwa mamlaka ya kukusanya kodi za majumba mengi yaliyomiliki mtini. Pesa zingine alizifunja kwa raha na anasa mbalimbali. Ni chache zilizomfikia mzazi wake. Ngoso alikusanya ushuru wa bahari ya mashamba ambayo yalimilikiwa na wazazi wake, huku akichukua kiasi kisichojulikana. Alikuwa mwana kidakidaki, akaengwaengwa na kundekezwa kupita kiasi. Ngoso alikuwa na marafiki wa kitajiri aliyotabaradi nao. Wengi wao walikuwa wamekataa shule, wakaishi kama wafalme kwenye makasri ya wazazi wao. Wengine walikuwa na uraibu wa dawa za kulevya. Angalau ndiye aliyezifahamu njia zote za kupata dawa hizo. Hivyo alikuwa farisi wa biashara hii haramu iliyosemekana kupigwa marufuku nchini mwao. Ingawa aliangiza na kuuza dawa hizo, kamwe yeye hakuwa na uraibu wa kubungua mihadarati. Ngoso alimiliki mtandao mkubwa wa mabingwa wengine waliomiliki biashara ulimwenguni. Aliwasiliana nao peupe. Wakuu serikalini hawakuwa na uwezo wa kumkamata wala kumshtaki. Kudiriki kufanya hivyo ni sawa na kumkumbatia simu. Dawa hizo hatari zilisambazwa mjini kwa siri. Ziliuzwa hadi kwenye mitaa mingine na mawakala ambao walilipwa na Ngoso au wizara. Ziliuzwa hadi katika njela mbalimbali nchini. Zikasambazwa hata na maafisa wa Uingereza wakisaidiana na mahabusu. Zilichuuzwa kwa siri katika shule na vyuo nchini. Zikaharibu watoto na vijana wengi nchini.
Wengine wakaishia kuwa mazube tu yasiyojifahamu. Wengine nao wakaacha shule, wakawa wazururaji tu mijini. Sheria kali za nchi zilipitishwa kuhusu mihadarati. Sumu hizo zilikuwa tisho kwa usalama na ustawi wa nchi, lakini sheria hizi ziliishia kwenye mabuku ya serikali. Biashara hiyo ikazidi kunoga. Vijana wengi wakawa wanapoteza maisha yao. Ngose aliwekeza fedha alizovuna katika biashara hiyo haramu kwenye majumba ya starehe na anasa. Alikuwa na vilabu vingi vilivyotapakaa mjini. Katika vilabu hivi, biashara za kila aina zilinoga. Vilabu vingine viliwameza viboi wa mji usiku na kuwatapika asubuhi. Kwa ufupi, Ngose alikuwa maliki wa pesa nyingi sana. Aliwastarehesha na kuwabadilisha warembo mbalimbali wa mji wa kila chao. Pesa kwake zilijenga makao ya kudumu. Nilikwambia nini? Fungua macho kaka, utazame ulimwengu mzuri. Mbona unaishi jana na babako aishi leo? Ngose aliendelea kucheka mashauri alipomwona jinsi alivyogumia. Sasa umeamini au sivyo? Don't joke with some of these compounds, my friend. They are fast for money in unquenchable. Aliendelea kunihimiza. Mashauri aliketi na kushusha pumzi. Kwa utaratibu alitamka, Ngose, sina baba tena duniani. Nimemondoa mzee yule katika fikra zangu na katika uhai wangu. Sitaki chochote kutoka kwake wala sitaki hata kumwona. Pole kaka, ndio ulimwengu wetu. Ulimwengu wa mtoto. Ulimwengu unaoendeshwa na sarafu. Ndugu, tumekuwa kama wanyama wa mwituni. Niambie tofauti hii wapi yake? Kama wanyama, hatuna tena mipaka ya umri, nasaba au vyeo. Mahusiano ya kimapenzi hayana maana tena. Wake kwa waume wanafanya mambo ya kiajabu. Hakuna heshima wala utu. Yaani kwa ufupi, tumevaa silika za wanyama, lakini hiyo ni sawa tu. What? Unasema aliyofanya baba ni sawa? Mashauri aliuliza kwa mshtuko. Ni sawa kwa sababu tokea mwanzo sisi ni wanyama tu. Tofauti ni kwamba tunatumia miguu miwili kutembea, ila hali wale tunawadhani ni wanyama kutushinda wanatumia minne. Si ulisoma Darwin's theory ulipokuwa chuoni? Si unajua zote tulikuwa wapi? Ngose alijaribu kumkumbusha. Ngose, mie ninahisi uchungu mno moyoni. Mambo ya Darwin sina time nayo wakati huu. Pole my friend. Ulimrambisha kuia Mungu la asali. Sasa anatonga mzinga. Umebaki kusononeka tu. Usikubali ujana wako ukafukuzwa na uzee haraka hivyo. Kwani wasichana wameisha duniani? Wako tele, fungu shilingi. Mbona uwe na senti tu? Alitamka Ngose huku akisononesha mashauri zaidi. Ninajua uelewi ninavyohisi, kwani hujui mapenzi ni nini. Hujawahi kufumwa na mshale wa mapenzi hata siku moja. Utakufuma vipi nawe unawabadilisha kila dakika hata usijue umpendaye? Usitamke lolote kuhusu mapenzi, kwani hujui ni kitu gani. Mashauri alisema. Ngose alicheka sana hadi kikohozi kikamvaa. Alichukua bilauri la mvinyo akamtumia kama maji. Mwishowe alimtazama Mashauri na kumwambia, aliyekuambia siku hizi kuna mapenzi nani? Unadhani hata kote hii alikufuata kwa sababu ya penzi? Ni chapaa ndugu, chapaa. Mnato wa pesa zako ndio ulileta kwako. Ondoa ulimbo wa pesa na hutamwona. Ndivyo walivyo hao mnaoita wapenzi. Pengine maneno yako yana ukweli kidogo, si kidogo. Huu ndio ukweli mtupu. Huu ndio uhalisi wa mambo. Ukweli daima hupendeza kila wakati. Ingawa uweza kuwa mchungu pia, my brother. Wewe ukitaka kuona penzi usitafute mjini. Nenda kijijini. Huko utabahatika kupata huba. Lakini ujitayarishe kumfundisha ustaarabu wa mji. Umfunze hata kutumia vitu kama microwave. Ngose aliendelea kucheka. Maneno yake yalijaa kupacha.
Inashangaza kwa nini Mtemi na mapesa yote yale hakumpeleka kwa daktari wa meno. Angalau aondoe hizo papachi kinywani. Mashauri alianga na kuondoka ghafla. Hakutaka kupeketwa zaidi vidonda kibichi moyoni mwake. Alifuuza hadi kwa Lonare. Alimkuta afisini mwake akijadiliana na wafuasi wake. Hata Mrima alikuwemo. Hawa walishangaa kumwona Mashauri mahali pale na katika hali hii. Nywele zake zilikuwa zimetimka na macho yalikuwa mekundu kama aliyekuwa akilia. Baada ya kuamkua, alikaribishwa kiti akaketi. "Kijana, una nini?" alitamka Sauni. "Unaonekana mnyonge. Je, wazazi hawajambo?" Mrima alimuuliza. Lonare alimtumbulia macho mbali hakutamka neno. Mashauri alianza kulia. Alilia kwa pipi hadi kuwafanya wote kumhudumia Lonare. Lonare alimtuliza na kumletea bilauri ya maji ya matunda. Aliyabungia kwa pupa kisha akashusha pumzi. Aliwaomba msamaha kwa kuwaingilia katika kikao chake. Alisema ana jambo muhimu la kuwaambia. Wote walitega sikio kumsikiliza. Mashauri alianza kusimulia tokea mbali, huku machozi yakimtiririka. Aliwaambia jinsi mzee Sagilu alivyomtumia mara kadha kumhasiri Lonare. Alisimulia jinsi alivyoshauriwa na Mtemi kubomoa jengo la Lonare kwa sababu ya uhusuda tu. Alisimulia mengi maovu aliyotenda na kwa niaba ya babake. Wote walimsikiliza kwa hamu, wakasalia kutoa vimako mara kwa mara. Mwishowe, Sauni alitaka kumtimua kutoka pale. Alimwita kibaraka na jasusi aliyetumwa kumharibia Lonare kuna. "Nani asiyemjua babako kwamba ni adui mkubwa wa Keto? Nani asiyejua yote aliyomtendea Mawasha na mumewe? Sasa amekutuma kuja kutuvunja kutoka ndani. Wewe ni kibaraka kwa babake." Sauni alifoka. Akasimama kutaka kumtoa mle ndani kwa nguvu. "Hapana, Sauni, usiwe na hamaki za kitoto. Huenda huyu ni malaika aliyetumwa kutujenga kisiasa na kutuhakikishia ushindi. Tumsikilize tu huku tukijua kuwa ukweli ukaidi na hauombi msamaha kwa yoyote." Lonare alishauri. Baada ya kusimulia maovu aliyotenda kwa niaba ya babake, Mashauri alipwanga kombora la tabia ya mzazi wake. Wote walisalia vinywa wazi. Walimhurumia sana kijana huyo. Walimpa ushauri namna atakavyoweza kuyasahau machungu yaliyomkabili. Ndipo Mashauri alipoweka wazi kusudio lake. "Na hapa kwamba kutokea leo, mimi ni mfuasi halisi wa Lonare. Nitampigania kwa hali na mali hadi awe Mtemi wetu. Nitamuunga mkono mwamba na kumpigania hadi anakuwa kiti cha ubunge cha Matango. Singetaka mzee Sagilu atoe kiti hicho, maana hafai kuwa kiongozi. Hana hulka ya uongozi," alitamka Mashauri. Maneno haya yaliwastaajabisha na kuwafurahisha kwa pamoja. Walimwamini hasa alipojisajili kuwa mwanachama wa chama cha ushirika. Walimwamini pia alipokubali kuwa katika kampeni za chama hiki. Juma moja baada ya mkasa uliompata, Mashauri alihamia mtaa wa Majengo. Hakutaka kuishi majuu kwani alihofia usalama wake. Alijiunga na vijana wengine kupanga mikakati ya kumtetea Lonare kuwa kiongozi wa nchi. Alijua Lonare alikubwa na vizingiti vingi na huenda asitwae kiti cha Mtemi, lakini alihiari kumuunga mkono vivyo hivyo. Wakazi wa Majengo na Matango walishangazwa na kubadilika kwa Mashauri. Walimjua kama kijana mkatili aliyebomoa majumba ya watu kiholela. Kijana aliyeshirikiana na mzazi wake ufisadi, vipusa na meno ya ndovu. Kijana aliyetajirika kwa kuuza maliasili za nchi ng'ambo hadi kuadhiri utalii nchini. Mashtaka yalipofikishwa kotini yalizimwa hata kabla ya kesi kuanza. Hivyo iliwachukua muda kumkubali kama mmoja wao. Kutokana na kuwa mwana ushirika shupavu, Mtemi alijifuta kazi kila mara. Mashauri hakujali kupoteza kazi yake, wala hakuwa na haja nayo wakati huu.
Sagilu alifadhaika sana alipofahamu kuwa mwanao sasa ni hasimu wake. Alijaribu kila njia kumpokonya mali na rasilimali nyingi alizomridhisha, lakini hakufua dafu. Wakili maarufu Mwamba alimpigania na kuhakikisha kwamba Sagilu hafaulu. Mwishowe alisaidia kumlaani kwa kinywa kipana. Alimlaumu kwenye majumba ya starehe, akamlaumu katika mihadhara ya siasa, alimlaumu katika ofisi za umma, akamlaumu popote pale ambapo watu walimpa sikio. Haya yote mashauri aliyafungia macho, akatia kimango masikioni. Lesulia alijawa na wahaka mwingi, hasa wakati huu ambapo uchaguzi wa mchunjo umekaribia. Kwa hivyo akaamua kucheza karata ambayo ingeficha umaarufu wa Lonare. Aliwaita vijana wachache aliowaamini, wakafika nyumbani kwake. Ngose pia alikuwemo. Lesulia alikuwa na baadhi ya wafuasi wake. Alikuwemo Sagilu na Mbwashu, Chifu Mshabaha na Siha. Lakini Lesulia aliwapa maelekezo. Kwanza aliwapa vifurushi vya pesa. Kisha akawaeleza kwamba siku ya uchaguzi wa mchunjo waonge watu wa Kinyemela kuharibu zoezi la upigaji kura. Alitaka wavurunge shughuli hiyo katika vituo ambavyo vilikuwa na idadi kubwa ya wafuasi wa Lonare. Aliwataka wazue fujo kubwa zaidi, hasa katika vituo vya Majengo na Matango. Lazima Sagilu achukue kiti cha Matango. Hapo mjaribu sana kuzua vurungu na kuharibu kura za mpinzani wake. Ulinzi mkali wa serikali utakuwepo. Tayari nimeshatoa maagizo kwa vikosi vyangu, alieleza. Lakini kutakuwa na askari wengi siku hiyo mheshimiwa. Itakuwa vingumu sana na huenda tukanaswa. Kijana mmoja alimwambia, askari hao wengi unaosema wanafahamu yatakayojiri. Lakini hata mkitupa korokoroni, siku ya pili mtatoka. Mimi ni mtemi wenu, au sivyo? Lesulia aliwahakikishia. Pesa si tatizo kwangu, zikiisha mnirudisheni, aliongeza Sagilu. Alipotamka haya, Ngose alisimama na kusema, samahani, lakini hii si haki. Kisha alimgeukia babake na kumwambia, una hiari kuwatoa muhanga wenzangu wakapiga au hata kuuawa hati kwa sababu mnataka uongozi? Mimi sikubaliani nanyi kamwe. Matamshi ya Ngose yaliwashtua wazee hao. Lesulia alighadhibika sana. Alihisi mwanao kumvunjia heshima mbele ya rafiki zake. Haya ni maagizo yangu na ni lazima yafuatwe. Kama wewe hutaki kujiunga nao, toka hapa. Lesulia alitamka kwa hamaki. Alijua kuwa Ngose hangethubutu kutoka pale, lakini alishangaa aliposema, ndiyo, tutatoka. Kisha alimtazama Sagilu akamwambia, ikiwa mmoja wa hao wenzangu atadhurika, nitamwanga mtama, liwe liwalo. Alipotamka haya, alikurupuka na kutoka mbio. Watoto wa kizazi hiki wamekosa adabu kabisa. Ni masomo gani wanayopewa shuleni jamani? Mbwashu alitamka kwa masikitiko. Toto hili hata sijui lilitoka wapi. Hakai kama mwanangu huyu. Hatuna upotovu kama huu katika mlango huu. Lesulia alitamka kwa hasira. Siku hizi yeye huandamana sana na mwanangu Mashauri. Huenda wanamtumia kisirisiri kujua mipango hii. Sagilu alisema, lo, anaweza kumwendea baba yake kinyume hivyo? Mbwashu alitamka. Asifanye hivyo kwa nini? Ukuni mbaya haufiki. Kigeugeu yule asiyenifaa kitu. Lungu yule, alitamka Lesulia. Sagilu alimtazama bila kusema. Alihisi kwamba chifu sasa alimtega na kutomhusisha katika mambo mengi pale afisini. Alimkemea kwa kosa ndogo na kumdhalilisha mbele ya wageni wake. Magwasha alijua sababu za uovu, lakini akazidi kuchapa kazi bila kinyume. Ikawa kila siku baada ya kazi, Magwasha alijiunga na mumewe kwenda kushawishi watu kumuunga mkono Lonare. Walijiunga na wafuasi wengine kama vile Sauli na Samweli.
Wakabisha mlango baada ya mwingine. Mangwasha akaunda vikundi vya wanawake na wasichana wa matango ili kumpigia debe Lonare. Kauli mbiu ikawa kumpigia Lonare kura ili abadilishe maisha yao. Lonare alipowasili nyumbani baada ya kampeni zake mjini, furaha yake ilivunja mipaka. Alimkuta mwanawe Lombo kisha wasili kutoka wilaya. Alikuwa ameenda kusomea taaluma ya udaktari. Mtu na mwanao walikumbatiana kwa muda huku machozi ya furaha yakimtoka Lonare. Alikumbuka jinsi alivyoteseka kuolea wanawe baada ya mkewe kufariki. Lombo alikuwa kijana mtanashati na mwenye tabia mzuri. Aidha, alikuwa mwingi wa bashasha na hekima. Mashauri alipomwona, alimkimbilia. Vijana hao walisoma shule pamoja. Wakahitimu kidato cha 4 pamoja. Wote walibahatika kupata nafasi ya kusomea nje ya nchi. Mashauri alielekea Urusi kwa mafunzo ya usanifu majengo. Naye Lombo akaelekea Ujerumani. Baada ya miaka hiyo yote, leo wamekutana. Lombo alikuwa tayari ameajiriwa na hospitali moja kuu Ujerumani kama daktari. Lakini alipojua kwamba babake alikuwa akigombea kiti cha mjini, aliamua kurudi nyumbani. Alitaka kumsaidia mzazi wake katika kampeni na kumaliza. Hakutaka kusalia ughaibuni kama ndugu zake wale wengine. Akafurahi kumwona babake akiwa mzima wa afya. Na hisi tuna mengi ya kuongea tangu tumaliza masomo Beko na Kadini. Lombo alisema, mengi mno, sijui nianze wapi kaka. Mashauri alijibu, labda tuanze pale lab ulipoongopa kumshika Nzinge ili tumfanyie upasuaji. Alitamka Lombo huku wote wakicheka. I say, unakumbuka vile mwalimu wa biology alivyoniambia nimkamate nyoka akiwa hai siku ile nilipotoroka shule? Do you remember? Mashauri alimuuliza. Come on. Nani katika darasa letu ambaye hakujua ulikuwa mwoga sana? Yule nyoka alikuwa amekufa kitambo. Wewe uliambiwa tu umsaidie mwalimu kumshika. Ukachomoka kutoka darasani mbio. Hata kujua ukuje shuleni kwa siku 2. Lombo alisema huku wote wakicheka sana. Na unamkumbuka yule kijana kutoka sijui wapi? Yule ambaye mwalimu alisema aliugua ugonjwa. Alianza mashauri. Pedicula's Apolis. Wewe nyamaza wewe. Wewe hata huwezi tamka. Kusimama hapa ni kazi, endelea unatamka vizuri. Aliongeza Lombo. Hasa mgonjwa wa chawa aliketi karibu na dawati langu. Alikuwa akijikuna kila wakati. Si mbele, si mabega, si. Basi, najua unachotaka kusema. Alikuwa ni chawa wengi mwilini kutokana na uchafu. Sijui alitoka wapi. Lombo alishangaa.